wakati alikuwa provincial commissioner, amesaidia sana watu wengi. Na ndiposa wakati alipowachilia ile nafasi, wengine wenu mlikuwa mnaenda kwa Matiang'i kwamba afute Natembeya. Saa hizi Natembeya, wale watu wa Trans Nzoia wanasifu Natembeya usiku na mchana. Na ndiposa chama chetu ambacho mimi nimesha join officially, chama cha DAP, Democratic Action Party, ambayo ni chama chenye kinatenda, ambayo ni chama chenye kimeweka kando, kimekuja kuangalia ya kwamba ODM, ANC, hizo vyama zingine zote yale yenye kuna loophole mahali penye shida inatokea, na imekuja kufanya nini? Kuziba vitu kama hiyo. Kwa hivyo mimi naambia mtu Junet Mohamed ya kwamba wewe mahali penye unatoka, ile constituency yenye wewe unatoka, mimi nasema hivi, uende utengeneze constituency yako ndio uanze kuangalia mambo ya wengine. Na kwa sababu hii nchi yetu imeoza, imefika mahali mpaka mmeanza kuuza nchi yetu, na mimi naambia Wakenya ya kwamba tuko katika hali ya hatari. Nasema hivyo kwa nini? Wenzangu, mkisimama hivi mahali penye mpo, security kwenu iko chini sana. Sawa sawa. Pale tukiangalia eneo la Isili iko karibu na Air Force, ambayo ni kitovu cha nchi kwa mambo ya angani. Hawa wajamaa na hii serikali yetu iliyopo, mimi nasema hivyo nikijua ya kwamba huenda leo naweza kuwa na nyinyi na kesho naweza kosa kuwa na nyinyi, sababu wanaweza nitafuta wakati wowote. Na nimeamua nipasue Mbarika kwa sababu si mzuri. Haya maskyscraper yenye iko hapa Isili, ukienda pale juu unamulika Air Force ndani. Hawa watu si wa Kenya. Hawa watu hatujui walitoka wapi. Hawa watu hatujui tabia zao. Mimi nauliza nyinyi wa Kenya, maisha yenu iko katika hali gani? Hebu mjiulize kama mtu anaweza enda pale. Ni rahisi sana kulipua ile Air Force. Mimi nasema serikali yenye iko na serikali ya county government, ambapo hata Sakaja alikuwa hapa akisema ya kwamba watu wajenge manyumba ikienda juu. Ndiyo, hatukatai watu wajenge manyumba ikienda juu. Lakini hayo manyumba inajengwa katika eneo gani? Kuna those bodies zenye zimewekwa kisheria kufanya kazi ya approval na kuangalia ni wapi nyumba inaweza jengwa na ifike kiwango gani. Mimi nasema hivi, wa Kenya wenzangu, hizo bodies zenye zimewekwa kuangalia hiyo the approval za hizo manyumba, kitu ya kwanza ningepropose hivi, tutengeneze maandamano twende pale EACC, kwa sababu hao watu wamefail kuangalia hii body imeapprove hii nyumba, ili consider nini na nini ndiposa ika-approve hii nyumba. Kwa hivyo zile nyumba zenye ziko pale Isili, na hata rais ya kwamba wa Kenya ambao wananisikiza mahali popote mlipo, ya kwamba kisheria hizo manyumba zibomolewe, zifike kwa ile height yenye sheria inakubali ikue. Tukiingia hapa Westlands, tuko hapa na hii nyumba nyingine refu, sijui inajiita aje, GTB sijui GT what. Hiyo nyumba ikienda pale juu, ukienda pale juu unamulika State House. So mimi niko na wasiwasi wakati kiongozi wangu wa DAP ambaye atachukua uongozi 2027 akiwa pale State House. Mimi najua ya kwamba William Samoei Ruto anaweza mlipua akiwa katika ile nyumba juu. William Samoei Ruto si mtu mzuri. Anaweza mulika huyu jamaa kiongozi wangu akiwa pale State House. Kwa hivyo haya maneno mimi naona tuangalie. Nikimalizia, sababu gani chama ya DAP inasema ya kwamba tawe enough is enough? Ni kwamba sisi watu wa magharibi, ni aibu sana Honorable Wycliffe Musalia Mudavadi ameaccompany William Samoei Ruto kwenda China, wakati hawa wa jamaa anaanza kugawa wa China, wanasema Mombasa watajenga kampuni hii, Machakos wanajenga kampuni hii, huko Mount Kenya wanajenga kampuni hii.
sijasikia kampuni hata moja ambayo imetajwa kwamba itajengwa upande wa magharibi. Sasa mimi nauliza, Moses Masiga Wetangula, Wycliffe Ambetha Oparanya na huyu Mudavadi, ni nini mnatusaidia sisi watu wa magharibi? Mnatusaidia nini? Ndiposa tunasema kama chama ya DAP, enough is enough. Na mimi naambia vijana wenzangu kwamba mkuje pamoja, tuwakae chini, tusemezane, tuingie katika chama ya DAP na tulete mabadiliko, kwa sababu mimi nimeona hakuna jenye Honorable Musalia Mudavadi amefanya Western. Hakuna Wetangula amefanya kitu Western. Hakuna hata Ambetha Oparanya kama sio devolution. Unaona? Na kwenda hivi kidogo, though pia yeye alitukula. Na wengine wengi, hakuna kitu yenye wameleta upande wa magharibi. Nikimalizia ukienda upande wa Nyanza, sasa huko ndio kuna shida. Mimi nashindwa hivi. Mimi naambia hata Right Honorable Raila Amolo Odinga, enough is enough. Ebu ondoka kidogo, na hiyo ODM ikae pembeni kidogo, muende mrestructure manifesto yenu, ndio mtakuja baadaye. Lakini kwa saa hii, muachie DAP, Democratic Action Party, ichukue usukani wa kuongoza nchi hii. Asanteni wenzangu, mkuwe na siku njema. Hakuna kitu kingine hata lunch. Hii yenye ameenda China, it is just a hype. There is nothing. Kama alienda US, the biggest, the superpower, mpaka kakaa kwa Oval Office, and we got nothing out of it. Hata hii yenye ameenda, it is just a hype for pictures, nothing else. Na mimi nataka nimaliza kwa kusema kwamba hii serikali ya Dr. William Samoei Ruto, it is the worst government we have had in our history. Ya Uhuru sio ilikuwa mzuri, ya Uhuru pia ilikuwa mbaya. Na Ruto anafuata nyayo za Uhuru. But wakati Uhuru aligundua makosa yake na akaona kwamba akiwachia Ruto serikali itakuwa mbaya, Uhuru akaamua kusupport Raila. But now, we have 2 years remaining towards the election. As Kenyans, hii mambo ambayo Ruto anafanya hapa Kenya, ufisadi iko mingi. Everything in Kenya has failed. There is nothing moving on. The government is investing too much in PR, public relations. The government is investing in too much PR. Wacha niwaulize swali. Kama SHA inafanya, do we need people to struggle explaining that SHA inafanya? Will people struggle explaining? For example, M-Pesa, kuna M-Pesa, mtu anaweza struggle ku-explain kwamba M-Pesa inafanya kazi. Or Jubilee Insurance, kuna mtu anaweza struggle ku-explain kwamba Jubilee Insurance inafanya kazi. They struggle because it is not working. It is not working for all. It is working partially, selectively. It is not working for all. And that is why we have said, as bunge la mwananchi, Duale awache mchezo, aite conference hapo Bomas, healthcare conference, ya kuleta stakeholders wote wa healthcare pamoja, medical practitioners, unions, and so on. Tukiwa pale Bomas, we identify the challenges of SHA. We list them. Then we provide solutions. Then we make a committee under the Ministry of Health ambayo ita implement hizo solutions za kutengeneza SHA ifanye kazi. Otherwise, as of now, I can tell you for sure, SHA is just an aviator. SHA is a betting firm. And it is for personal interests, business interests. Because the companies zile zina manage SHA, 5 companies, they belong to big people in this country. And the system that was used to procure SHA, we used 104 billion to procure that system. And we needed only 700 million kurekebisha NHIF so that it can serve everyone. Mimi namaliza kwa kusema, the incompetence of this government is irredeemable. It is irredeemable and it cannot be cured.
very much irredeemable. Na ukabila ambao Dr. William Samoei Ruto serikali yake inafanya. Kwa mfano ukienda kama Vihiga County mahali mimi natoka, watu wanaandikwa wapya, watu wa NSSF Vihiga County. Out of 9 people ambao wameletwa, 9 are from one tribe. Only Kalenjins. Only 2 are Luyas. Ukienda Kakamega County, 13 from one tribe. Waluya sijui wawili ama watatu. Kwani unaniambia Vihiga County hakuna madriver? So that NSSF tupate watu kutoka nje Vihiga County wakuja kuwa madrivers kwa county yetu, na sisi tuko. Ama sisi kazi yetu tu ni ya watchman na maid. Kazi yetu tu ni ya watchman na maid. So, mimi namaliza na nasema hivi. Nasema kwamba Dr. William Samoei Ruto, it doesn't matter. It doesn't matter what he does. Amejaribu, kadi yake mwisho ilikuwa Raila Amolo Odinga. Na Ruto wakati aligundua kwamba is going down, he decided he will not go alone. He chose to go with Raila and ODM. So, whether it is up to Raila to decide to go down with Ruto or to stand with the Kenyans. But I know Raila ultimately will stand with the Kenyans. Finally, he will have to stand with the Kenyans. But Ruto wacha azunguke Kenya apande juu ya gari. Aseme I am not mad. Mimi sio mwendazimu. Aende huko kwetu aseme Musanga alile, Mirembe. Aende huko Mwadhani Agosho lingi. Aende huko kwa Wakisii, aende wapi, hata aende wapi. Imeisha na imeisha, and will have to go asante. Has woken up and it is roaring in George Natembea. Unajua saa hizi Western Kingpin wa Western saa hii ni George Natembea. Ukiguza George Natembea, nilikuwa nasikia tunataka kumwimpeach, tunaomba muimpeach haraka. Kwa muimpeach haraka ndio Natembea kuwe kwa huko Western vile Gachagua kwa mlima sasa. Wamuimpeach haraka. The spirit of Jaramogi has woken up through James Orengo, and it has woken up through Professor Anyang' Nyong'o. Sisi tunashukuru baba kwa sababu baba kuna ile amefanya, ametimiza. We thank him. All this space we are enjoying, this freedom to express ourselves space, baba alipigania. He has done his best na tunamshukuru. So ile kitu mimi nasema, Ruto ameturudisha nyuma. Unaona zile trick Ruto anacheza, ako kule China, anashambulia West, anashambulia US. Anashambulia US, at the same time Mbadi ako US. Na Ruto ako China, na Mbadi ako US. Na alisema vizuri, hata rudisha Kenya kwa madeni. Hata rudisha Kenya kwa madeni. Hata hii safari ya Ruto ya China hii expect nothing. Because alienda Oval Office, akakaa na Biden. Alienda Oval Office, ofisi kubwa ulimwenguni, Oval Office. Akakaa na Biden. Ni nini ambayo alileta? Na anaendelea kukopa tu, anaendelea kukopa hawachi. Na alituambia atatoa Kenya kwa madeni, na bado ni madeni anaendelea kukopa. Juzi amesign 164 billion. Last week walisign 77 billion. Pesa ambazo hazifanyi kitu hapa Kenya. Zile tunaita odious debt. Odious debt. So ile kitu mimi nasema, Ruto ataenda nyumbani 2027. It doesn't matter. It is for Raila Amolo Odinga baba to choose where he wants to be. Juu hata akisupport Ruto, he will still go. Akikosa kumsupport, he will still go. Kwa sababu Wakenya wameshaamua, and Kenyans will not go back on it. Kenyans will not go back.
Unaona Ruto mpaka anapigania hii pesa ya nini, anataka i-control. Hii pesa ambayo inafaa county governments control, hii ya road maintenance levy, mpaka anaipigania. Anapigania hiyo pesa. Kama Ruto anataka kuimplement devolution in letter and spirit, kuimplement devolution in full, inafaa awache counties zifanye functions ambazo ni za counties. Inafaa kitu inaitwa KURA, Kenya Urban Roads Authority, ikuwa abolished. Inafaa kitu inaitwa KERA, Kenya Rural Roads Authority, ikuwa abolished. Kubaki tu na kitu inaitwa KENHA, Kenya National Highways Authority, ambayo iko chini ya national government. Hizi zingine mbili, KURA na KERA, zinafanya kazi ambayo ni ya county governments. Zinafaa zikuwa abolished. They should be abolished. Na Ruto ametengeneza budget ambayo ni ya 4.3 trillion. 4.3 trillion. Budget ya 4.3 trillion na revenue yetu haifiki 4.3 trillion. Mbona tusitengeneze budget ambayo inatoshana na revenue yetu? Why should we make a budget of 4.3 trillion when our revenue is only 2.3 trillion? Hiyo pesa ingine yote tunataka tutoe wapi? Deficit tunataka tutoe wapi? Na unaona wameingiza kwa hiyo nini finance bill, wanaleta tax inaitwa neonatal tax on newborns, wanaleta tax ingine inaitwa foreign remittance tax, wanaleta tax ingine inaitwa agriculture tax, wanaleta tax ingine inaitwa mazingira tax. Taxes mingi. Ili hali hii Kenya tuko na njia mingi zingine za kupata revenue. We have a lot of other sources of revenue. Tuko na mineral deposits. Ingawaje alipatia mtu ambaye haelewi mambo ya minerals, Ministry of Mining and CS. Ukiuliza Joho, umuulize what? Name for me 5 categories of mineral deposits in Kenya, hawezi. Lakini sad, yeye ndio CS. Ule CS ambaye Ruto alikuchagua, ambaye alikuwa ana perform peke yake kwa serikali yake, si alikuwa CS mmoja tu. Alikuwa anaitwa Babu na Mwamba. That is the only CS who delivered something. Babu na Mwamba as a CS for sports. He defied ineptness and incompetence. And out of his personal initiative, aka-approach wa China. Na wa China wakakubali kutengeneza stadium Kenya. Inaitwa Talanta Stadium, ambayo inaendelea mpaka Ruto. Hiyo ndio mradi ya hii serikali peke yake. Mpaka Ruto anapitia hapo kila siku kulanchi. Talanta Stadium. That is the only project we have for this government. Out of a CS, Babu na Mwamba, who defied incompetency, who went out of his way and defied incompetence and ineptness and said, I must do something for public good. Na akaanzisha na aka negotiate for that stadium that we are having, Talanta Stadium, coming up. Otherwise hakuna kitu ingine